Yes, karibu katika channel yako pendwa ya Kilimo Tips. Leo nataka tuzungumze au ni share na wewe namna gani unaweza kufanya ili kuzuia poda. Poda ni ugonjwa wa poda, tunaita ubwirunga. Ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanasumbua sana kwenye hoho. Powdery mildew ni ugonjwa ambao unasababishwa na vimelea vya fungus. Sisi hapa tulikuwa tumepatwa na huu ugonjwa hivi karibuni, na hii imetokea baada ya kuanza kuvuna. Tukawa ratiba yetu ya upigaji wa dawa ikawa outdated, tukawa tumevurugika, hivyo tukawa tunapiga bila mpangilio, na ndicho kilichotutokea sasa. Ugonjwa wa poda huu, powdery mildew au ubwirunga, ni miongoni mwa magonjwa ambayo huwa yanatokea sana kwenye hoho, hasa endapo utakuwa na haupigi sumu hizi za aina ya fungicide. Ni muhimu sana kuwa na preventive measures au kwa lugha nyingine tunasema mikakati ya kukinga mimea yako ili isije kapatwa na athari na ghadhabu kama hizi. Ukiangalia, huu ni mmea ambao ulikuwa umepatwa na huo ugonjwa wa poda. Huu ni mmea ambao ulikuwa umepatwa na ugonjwa wa poda. Tena ilitokea juu na huku chini pia, kama unavyoona. Hapa tulipiga, hili ni jani ambalo linaonyesha kuna ilikuwa zaidi ya hapa. Inaonyesha kupona, lakini bado hii hapa. Lakini upande wa juu huku imepona, kwa sababu hata dawa wakati tunapiga ilipiga vizuri kwenye jani upande huu. Wakati mwingine upigaji unakuta haifiki dawa huku vizuri, kwa hiyo ndio maana unaona kuna baadhi ya majani yamepona. Kwa mfano hili hapa, ukiangalia hili jani limepona, lenyewe inaonyesha kupona. Lenyewe linaonyesha kupona kwa sababu yameanza kuonyesha weusi, sio ile unga mweupe. Kama sasa imesha kutokea tayari, ipo shambani, kitu ambacho unatakiwa kufanya ni unatakiwa upige sumu sasa, ambayo itasaidia kutibu, lakini itasaidia pia kukinga. Kwa sisi hapa tumetumia Mancozeb na Metalaxyl, lakini tukaja na raundi nyingine ya Copper, na ndiyo maana unaona kuna mabadiliko. Copper inasaidia kuupa mmea kinga. Na sasa katika upigaji unatakiwa upige majani yote yalowe vizuri, kwa juu dawa ingie, kwa chini pia ingie. Kwa hiyo mpigaji lazima alowanishe jani juu na chini ili kuitibu hii. Hata kama utumie dawa kali kiasi gani, kama hautaigusa ile unga, kama hautagusa ule unga, maana yake hautafanikisha kutibu jani lako, bado tatizo litaendelea. Kwa hiyo unapopiga sumu, hakikisha sumu imegusa ule unga, sio kwenye jani tu kwamba iende kwenye jani, hapana. Hakikisha ile unga imeguswa, na ndipo utasaidia vizuri sana kuponesha mimea yako dhidi ya ugonjwa huu. Na hakikisha majani ya juu ambayo hayajaathirika yamepata dawa, ili mradi yasije yakaambukizwa, yakutwe tayari yana kinga. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hilo, kwamba lazima iguswe na dawa na ulowanishe vizuri. Kama ulikuwa unapiga tu ili mradi, basi siku hiyo ya kutibu hili tatizo unatakiwa ulowanishe haswa hilo jani. Hata hili jani ukiangalia nalo limebaki tu na makovu, ugonjwa ushapotea. Hii ni dawa ambayo hii ni Copper, tumehakikisha imelowa vizuri kabisa, ugonjwa ushapotea. Hii ni kwa sababu tumelowanisha, tumehakikisha jani linapata dawa vizuri kabisa, limelowana, na ndio maana ukiangalia ni makovu tu yamebaki, hamna ugonjwa tena. Ukitaka kujua kwamba kama ugonjwa umepotea, ni huoni unga, unaona kama inaanza kuwa nyeusi, yani panabadilika, inabaki makovu tu kama unavyoona hapa. Hapa ni upande wa chini wa jani, lakini hapa ni upande wa juu wa jani. Hii imepona haraka kwa sababu hapa juu mpiga dawa ni rahisi kwake kurowanisha kuliko huku chini, lakini hii imepona kutokana na upigaji mzuri wa dawa.
Kwenye upande wa nyanya pia tulipatwa na changamoto hiyo ya powdery mildew, lakini kwenye upande huu wa nyanya ilikuwa ni powdery mildew ambayo ni ya juu. Ilikuwa rahisi sana yenyewe kuicontrol, na nyanya huwa inapona haraka zaidi ukipiga dawa kuliko hoho, lakini kwa zote tumeweza kufaulu. Kwenye nyanya kama unavyoona, hii nayo imepona, yamebaki tu makovu, tayari ishapotea. Kwa hiyo tumefaulu. Cha kuzingatia ni hicho, dawa lazima upulizie na uhakikishe majani yameloa vizuri.